tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza, tunasema ni asante. Asante Yesu kwa ajili ya masaa na majira haya mfalme. Asante Baba kwa wakati na majira haya mfalme wa amani. Tuko mbele zako Yesu. Takatifu kwa rehema, Baba niko mbele zako, naomba mfalme wa mfalme unitumie kama chombo. Tazama wote walio mahali hapa Baba wanasubiri kutoka kwako Yesu. Nitumie Yesu, Mungu wa rehema, ukaweze kunena nasi kwa maana wewe ndiye Mungu wa pekee. Inuliwa ndio maana kuna kama wewe, ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuomba. Nawasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Jenny Zawadi Mramba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nimesema majina yangu yote kamili. Nafikiri wale wengine mlikuwa hamnijui. Bwana Yesu asifiwe. Tega sikio uchukue kilicho chako ambacho si chako, achana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala usiniumie, mimi ni mjumbe tu. Mimi ni mjumbe hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnashtuka leo jina la Zawadi. Mimi naitwa Zawadi, jina langu la mamangu aliyonizaa nalo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema majina yote kamili kwa sababu unaweza nipata katika mtandao ushangae, huyu ni yupi? Huyu ni yupi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninasema yote kamili. Haleluya. Tunaenda kwa maandiko tu moja kwa moja. Mwenye unataka kuandika kichwa changu cha ujumbe kuhusu kutii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mara nyingi tumefundishwa kutii. Na mimi ninasimama kwa kutii pia. Mhubiri wa asubuhi na vile mmesikia katika neno. Na mimi pia nami ninakuja kivingine kidogo, lakini tutashikana kidogo hapo mbele baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msomaji wangu sema katika kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Nasoma kwa Yesu. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Mstari wa pili. Inaanza hivi, enyi watoto wadogo. Nasoma Waefeso mlango wa 6 mstari wa kwanza. Enyi watoto wadogo, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Enyi watoto wadogo, watiini wazazi wenu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sote mahali hapa tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sote mahali hapa tu watoto wa Mungu. Uwe mama, uwe kijana, uwe mzee, sote tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema kwamba watii wazazi wenu. Mtie Bwana, mtii katika Bwana. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele kidogo. Mstari wa pili. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio ya kwanza yenye ahadi. Tumeahidiwa kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umheshimu mama, umheshimu baba, ukae mahali hapa siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Heshima hii imetoka mpaka juu mbinguni, siko hapa chini tu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unapomheshimu baba, utakaa siku zote hapa. Wengi wataugua, lakini unapomwita baba wewe atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanapenda kumdharau baba, ndio maana unaona wanaenda kwa madaktari, wanaenda kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nazungumzia baba ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wamekataa kumtii Yesu Kristo, wamekataa kumkubali yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ahadi ambazo zimepangwa hapa ni zetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tunamtii Yesu Kristo. Endelea kidogo.
Tupate heri tukae siku nyingi katika dunia. Tupate heri tukae siku nyingi katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye hampendi babake? Nani ambaye hampendi babake hapa? Hakuna mwenyesha mkono. Kumaanisha kila mmoja anampenda babake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza amesema kwamba tumtii. Baba Yesu Kristo akiongea mahali hapa, wengi hatumtii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile kudharau, kuna ile kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumtii kwake ni hivi: umefunzwa kitu, badala ushike, wewe unadharau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuonywa, hausikizi hiyo maonyo, wewe unamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Akikukemea wewe, kazi yako badala ya kutii kazi yako unakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Kweli Bwana Yesu anakupenda wewe kwa sababu wewe ni mtoto wake. Lazima akutii, lazima akuonye, lazima akukemee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wakati anapotumana kwamba wacha hili, wewe hukasirika. Wakati anapotumana kwamba acha tabia, wewe hukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unampenda babako na unataka kuishi siku nyingi wewe hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tumtii baba. Lazima tumtii baba aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hata baba aliye mahali hapa. Baba amesimama mahali hapa ambaye ni wa kanisa hili. Ameongea hapa yenye alikuwa anaongea. Kwa kweli sijui roho anatembea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kukosa kutii wengine hawako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukikemewa wewe kazi yako unahama kanisa. Ukikemewa wewe unasema wacha wabaki na kanisa lao. Bwana Yesu asifiwe. Ukikemewa wewe ukifundishwa fanya hivi, acha hili, shika hili, wewe unakasirika, unatoka tu, unasema wafanye wenyewe. Sawa, watafanya wenyewe, lakini jua kuna wengine watainuka na wewe unafanya nini? Unadidimia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumtii baba aliye mbinguni. Lazima tumtii na baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Usitoke mahali hapa na kwenda kuongea kule nje. Usitoke mahali hapa na kwenda kuongea kanisa juu vile liko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sana makanisa yenye unatembea wewe. Chunguza sana makanisa yenye unaingia ni makanisa aina gani. Kwa sababu umekemewa hapa, unaona kama hapa watu hapa ni wabaya, neno Mungu amelituma linakuona tu wewe. Neno likitoka ni wao linatoka kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe jichunguze. Je, hili neno limetoka? Kwani hili neno ni langu mimi? Vile venye nimesema neno ama ni kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiwe mrahisi wa kutoka na kuenda. Mpendwa, anaenda kuingia makanisa mengine hayaingiliwi. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kuingia kwa kanisa lingine, utaambiwa toa viatu pale mlangoni, utatoa viatu. Baadaye utaambiwa ingie kimgongo. Kila utakachokutana mahali kule, utajua wewe na yule utakayekuwa umemfuata mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe haupendi kukemewa. Kwa sababu wewe haupendi kuonywa. Kwa sababu wewe haupendi kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumtii Yesu. Lazima tutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutii yale Mungu anatumana. Maana mtu akisimama hali hapa si yeye. Ni Mungu ndiye amemtuma. Haleluya. Ukiwa mwepesi na kurusha mikono na kuenda, unasema ni wafanye wenyewe huduma yao, watabaki na kanisa lao. Mpendwa, jichunguze sana. Mpendwa, fikiria sana mahali kwenye unaenda wewe. Unaenda kutumbukia shimoni huko. Unaacha mahali hapa ambapo Bwana Mungu amekupangia baraka zako. Unatoka unaenda mahali kwingine. Kumbuka kule unakoenda. Kama unaenda kwa sababu ya upako, kama unaenda kwa sababu ya kutafuta baraka, jichunguze sana. Maana utaenda kule, utaenda kuwekewa mkono, uwekewe na kichwa pamoja na miguu. Tazama kile utakachokipata.
huko. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa mengine ni hayaingiliwi ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali kukemewa. Lazima tukubali kufundishwa. Lazima tutii katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nishaendelea. Mstari wa 4. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Wewe umeyakataa. Unataka uambiwe nini tena yani? Unataka uonywe vipi? Maana yeye amekuonya, amekwambia mwanangu, wacha hivi. Haka katabia haka kakujivuna si vizuri. Haka tabia kauchotezi si kazuri. Haka tabia kama dharau si kazuri. Haka tabia haka achana nako. Lakini wewe unarusha mikono unaenda. Wewe unarusha mikono, unashika njia unaenda zako, hutaki kusikia nini chenye kimeongelewa. Haya basi, kama hutaki kusikia, piga goti basi uombe. Ni kweli nilikuwa nakemewa mimi? Ni ya kweli ama ni ya uongo? Mungu atakufunulia tu. Kama aliyesimama ama aliyekuonya hastahili. Maneno yake, neno la Mungu halistahili. Basi piga magoti wewe mwenyewe, uliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijiendee tu hivi hivi, maana utaenda kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio limetufanya wengi wetu wameondoka mahali hapa, wamekufia chakama. Bwana Yesu asifiwe. Wamepoteza watoto wazuri, wamepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kuna watoto wazuri hapa, wakianza kukariri vifungu hapa, unasikia tu uwepo unashuka. Unasikia tu mbingu zimefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Wako wapi sasa? Mpendwa aliye mahali hapa, sikiza kile unachoambiwa. Unatahadharishwa huko nje kwamba huko nje kuna mbwa mwitu. Utamezwa wewe. Utaenda kukufa huko nje, hakufai. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Mstari wa 5 nasoma. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyoofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumtii bado. Tumtii kwa unyenyekevu, kwa unyofu wa moyo, Yaani hatumtii huyo mwanadamu. Usinitii mimi nimesimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tii hilo neno nilotumwa nalo. Usiniangalie mimi vile nilivyo. Usiangalie mchungaji vile alivyo. Tii hilo neno basi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa unyofu wa moyo, kwa kutetemeka. Jamani, hili neno limetoka kwa Mungu. Utetemeke kwa ajili ya Mungu, usitetemeke kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea na kusikiza maonyo na kutii, tutapanda ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutapandishwa juu. Haleluya. Endelea. Umenyamaza sana. Haleluya. Mstari wa 6. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo. Wala si kujipendekeza kwa wanadamu tu, bali ukipendekeze kwa Mungu. Hebu rudia. Naanza tena. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo. Haleluya. Bado tunakushuka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijipendekeze kwa wanadamu. Usijipendekeze kwa mamako, usijipendekeze kwa mume wako, usijipendekeze kwa mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Umtii Kristo aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Lolote nalolifanya iwe ni kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Lolote nalolifanya iwe ni kwa ajili ya Yesu. Usifanye ni kwa sababu umeambiwa ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usifanye ni kwa sababu umeambiwa ufanye. Anafanya tu. Wacha tu nifagie, si nimeambiwa nifagie. Wacha tu nipike, si nimeambiwa nipike. Hakuna anayekupika. Ni mimi, wacha tu nipike tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajipendekeza wapi? Kwa mwanadamu.
zako achana nalo, mimi si mwingi. Sasa hivi nitashuka hapa. Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari 7. Kwa nia njema. Kwa nia njema. Kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nia njema umtumikie Bwana wala si mwanadamu. Siko hapa kwa ajili ya kusifu ati kwa sababu Mramba ni mume wangu basi anione, Siko hapa niimbe ni kwa sababu mchungaji wetu aniangalie jinsi ninavyocheza. Mama mtumisha, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuja mahali hapa, neno likipita ama chochote unachokifanya iwe ni kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuhubiri kwako ni kwa ajili ya Yesu. Kuimba kwako uwe ni kwa ajili ya Yesu. Huduma yoyote unayoifanya iko ni kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema kama ukirekebishwa ukisema mimi wacha tu wakae leo kanisa lako. La, wacha tu wakae tunao huduma zao. Wacha nikwambie. Wewe unarudi nyuma. Kunainuliwa jiwe hapo. Ndio. Biblia inasemaje? Msiponisifu na kuabudu nitafanya nini? Nitainua mawe. Mawe yatainuliwa yatamsifu Mungu. Tena katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Usipoenda kuingia jikoni upike kwa sababu utanuka moshi, utainuliwa mwingine. Jeni, utabaki ukikauka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo huduma ambayo wewe umeigomea, Yesu anainua mtu mwingine na asimame mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe amekuita ukafanya makosa mengi na amekukemea, anakuonya, wewe unakataa kusikia maneno yake, basi unatoka. Yeye atainua mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Shuka kidogo. Mstari wa 8. Ukijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Nasoma tena. Mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Kila tendo kwa kila neno jema alitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila neno jema ulitendalo wewe utapewa hilo na Bwana, kwa kuwa kwamba ni mtumwa au nuru. Bwana Yesu asifiwe. Nuru yako itaangaza mbinguni. Utapewa taji. Utakaposikia maonyo, utakaposikiza chochote chenye unaambiwa, basi kuna taji ambayo itakuwa ni nuru. Utaangaza huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuangaza kule mbinguni, ngaangaza hapa chini mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kuonya wako ukisikia, utavutia na mwingine pia ataingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama sasa wewe ukitoka ukienda huko, hakuna mwenye atakufuata kwa sababu unaenda kusambaza nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni lazima kumtii Bwana, ni lazima tuenende katika njia za Bwana. Asante Yesu. Haleluya. Amina. Bwana wabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru na kuinua na kutukuza na kuabudu na kusema asante. Bwana Yesu, niliwa neno lako Baba, umelitoa jinsi ulivyonituma mtakatifu. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Endelea kutukemea, endelea kutuonya sawa sawa jinsi unavyopenda wewe. Tunakuinua, tunakutukuza, tunasema ni asante. Mungu kaweke ndani ya mioyo yetu, Yesu likaweze kusimama sawa sawa na kumea mizizi jinsi unavyopenda. Inuliwa, himidiwa, maana kuna kama wewe katika jina la mtakatifu Yesu na mwana wako. Amen. Haleluya. Makofi mazuri. Makofi mazuri kwa mwenyezi wetu. Wangapi wamebarikiwa? Haleluya. Haleluya, nimebarikiwa. Haleluya. Amegusia utiifu katika kusanyiko, utiifu katika sehemu za uongozi,
utiifu kila mahali, utiifu katika ndoa. Amenikumbusha jambo ya kwamba kama wewe ni kiongozi na kuna watu chini yako, ikiwa wale watu hawatakutii, unakuwa na kazi ngumu sana. Na pia viongozi wasipoheshimiana, pia kazi inakuwa ngumu, si sawa? Kwa hiyo unafaa utii aliye juu yako katika huduma, utii mume wako nyumbani, utii kazi za Kristo na Baba wa mbinguni. Haleluya! Kwa hivyo utiifu ni kitu kizuri. Pia nikakumbuka kuna watu ambao siku za nyuma walipoingia mahali hapa, hata nilikuwa nawaambia, wewe simama uhubiri. Anasema mimi sijawahi kuhubiri. Namwambia sikai na mtu ambaye si mwalimu, si mhubiri, nataka nione kilicho ndani yako. Na kweli anaanza kusimama mpaka anakuja anakuwa mhubiri mzuri, na kusema kweli nimezalisha wahubiri wazuri na walimu wazuri kupitia kwa nguvu za Kristo. Amen. Wametoka wazuri sana. Hata watu naona huko nje ambao hawaji hapa ni wahubiri wazuri. Sikiza kile wanachohubiri, wakiamua kuhubiri, maana msingi nilioweka ndani yao kupitia kwa Yesu, wanajua neno. Si sawa? Amina. Sasa inakuwa tu shetani anakuja na kukupiga hivi na hivi, unaanza kuinuka, unaanza kuwa na kiburi, ndio baadaye unapotea. Si sawa? Kwa hiyo ukiwa mtiifu utaongezewa na utazidi kujengeka. Na hapa ndani hakuna mtu asiyejua kufundisha, hakuna mtu asiyejua kuhubiri hapa kufikia sasa. Ni wachache tu ambao wanasumbuliwa na uoga, lakini wengi ni watumishi wazuri tena sana. Lakini uoga ni ya nani? Hofu ni ya shetani. Ukianza kuongea kinyume, kwenda kinyume, hofu inakuingia. Sasa unakufa polepole, unaenda ukitoa pumzi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu Karabu, kuna wakati nilikuwa nimealikwa niende nikazike ndugu yake, Mama Marigo alifiliwa na ndugu yake. Marigo yuko pale. Sasa Mama Marigo alifiliwa na bradake. Nikawa nimeambiwa niende nikazike kule, na mimi nami nilikuwa na mahali nimealikwa tarehe hiyo hiyo, na ilikuwa ni safari ya mbali. Ikanibidi niikae na Karabu. Nikamwambia, wewe unaenda kwa niaba yangu. Nikamtuma Karabu. Basi Karabu akaenda kwa niaba yangu, lakini kabla aende tulishauriana. Nilimwambia, ukifika huko wewe ni mchungaji, usijishuku kwamba mimi si mchungaji. Ukifika huko wewe, kazi utakayopewa fanya kama vile ningefanya mimi. Kitu cha kwanza akapiga bonge la koti kwa bonge la koti. Na nikumbuka alikuwa na madoa ya white na black. Piga bonge la koti kutishia anga, kwa unajua anga. Lazima uweke anga vizuri. Karabu akaenda huko, na walipomuona wale wachungaji wa huko akamwambia, karibu mchungaji. Na nafasi yake akapewa na akaheshimiwa na akahubiri. Yeye ndiye alihubiri matangazo. Haleluya. Kwa sababu nilimwambia, ukifika kule usianze kusema hii sijui. Kuna mtu akituma mahali akifika, huwa mnafanyaje jamani, mimi sijui. Mimi nikikutuma ama nikienda mimi, kama kitu sijui nitafanya hivyo hivi. Sitaki kujati ujue sijui. Naenda hivyo hivi. Na nikamwambia Karabu, usiseme ujui lolote. Wewe ukifika kwanza, wale jamaa walikuheshimu. Ya mchungaji endelea. Karabu alichapa injili hapo. Haleluya. Zinapendeza jamani. Namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe.